jana nilisema nitamuomba Mama Mpoki atoe ushuhuda kidogo, ushuhuda mkubwa. Aliwahi kupotelewa na mimba ya miezi 9. Mtoto wa miezi 9 tumboni alipotea. Aliletwa kanisani, alikuwa analia, maana alipoenda hospitalini, alipopimwa kwenye ultrasound, wakamwambia mtoto hayupo tumboni. Wakamwambia mbona umetoa mimba? Akasema sijatoa mimba. Namuomba Mama Mpoki aje hapa hawape ushuhuda kidogo. Karibu sana Mama Mpoki. Hivi yule mtoto yuko wapi sasa? Amebaki nyumbani? Yuko shuleni? Ya. Mpeni maiki Mama Mpoki hapo. Jiachie kabisa. Watu waone vile Yesu anafanya. Haleluya. Sasa naomba usikilize. Huyu mimi nilikuwa sisali naye. Alikuwa sali kanisani kwangu. Lakini alipotelewa na mimba ya miezi 9. Na madaktari walishuhudia mimba haipo tumboni. Alibaki analia. Kuna muumini wetu mmoja ambaye sasa hivi naye ni mke wa askofu. Huyo muumini naye alikuwa amepokea muujiza. Huyu alikuwa ni mamake mdogo. Alimfuata nyumbani. Akasema twende kwa askofu Makabenga. Atakuombea na mtoto wako atarudi tumboni. Sasa tumsikilize. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jina naitwa Margaret Juma Nelson. Jina maarufu ni Mama Mpoki. Napenda kulitumia sana jina la Mama Mpoki kwa sababu yeye ndio aliyenifanya niokoke. Mimi nilikuwa na mimba. Mimba ya miezi 7 inaenda mimba miezi 8. Nilipofika miezi 8 nikaenda kliniki. Nilipoenda kliniki nikaenda kubembea pale. Nilivyobembea nilivyoenda kliniki, nilivyobembea nesi mmoja akawa ananipima pale. Aliponipima akaniambia, mama, mbona mimi sioni kitu? Akamwita mwenzie, njoo. Naye akaniminya minya. Akasema, mama, amka, tunaomba tuambie, mbona mimba hamna tumboni? Nikasema, mimba hamna tumboni? Akasema, labda umetoa. Nikasema, mimi siwezi kutoa. Basi nilipomwambia mimi mimba sijatoa, akasema, mbona mimba hamna tumboni? Nikawa narudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani nikamwambia mzee, nikamwambia mimi wananiambia mtoto hayumo tumboni. Alikuweko rafiki yangu akasema, mtoto hayumo tumboni? Ameenda wapi? Nikasema sielewi, kadi wameandika no baby. Tukaenda Vwawa. Tulivyoenda Vwawa nao wakaniminyaminya, nao wakasema kweli mtoto hayumo tumboni. Walivyoniambia mtoto hayumo tumboni, mzee akauliza, sasa mtoto hayumo tumboni ameenda wapi? Akasema, muulize mke wako, labda ametoa. Kweli mimi nikasema mimi mimba sijatoa. Basi tukawa tunarudi. Tulivyorudi stendi ya kwanza nikawa namsimulia rafiki yangu mmoja anaitwa Zwena. Zwena akaniambia, sasa Mama Mpoki unavyosema mimba hamna tumboni, twende kwa mganga mmoja anaitwa Mama Sui. Mama Sui kinjia cha Malawi.
Kweli tukawa tunaenda pale kukanyaga. Kufika pale naye akaniambia kweli mtoto hayumo tumboni. Mtoto hayumo tumboni, natakiwa utoe hela nikupe dawa. Mimi nikamwambia mimi hela sina. Basi nikarudi nyumbani na mwenzangu. Niliporudi nyumbani na mwenzangu, nilipofika hapo alikuwa dadangu mmoja anaitwa Daina. Nikawa naenda kumwambia kwamba mimba hamna tumboni. Akaniambia Mampoki, unaamini? Nikasema nitaamini kwa sababu nimeibiwa. Hapo ninapomwambia hapo nyumbani ndoa yani kali. Nilipofika pale akasema kuna mtumishi mmoja anaitwa Mwakabenga. Hapo baba anafundisha CCM. Akaniambia twende. Kweli tukawa tunafika pale, ilikuwa siku ya Jumatano. Kufika pale kanisani niliwakuta waumini wachache sana. Yaani wachache. Hapo baba yetu yani hapa tupendeza. Yaani wenzetu tunapokea upako, baba amevaa suti hivi. Anapiga ngoma amevaa pensi. Nikamwambia Daina, sasa mchungaji kwa wapi? Akasema wewe kaa tu hapo utamuona mchungaji. Kiongozi, kiti changu kiko wapi? Kiti changu kiongozi nilikuwa nakalia. Basi kweli nikakaa. Kweli pastor alikuwa anapiga ngoma, kanisa kapambio. Nikaa nilivyokaa pale kiti kasa huyo Daina amechanganikiwa, ni sasa mchungaji simuoni. Nikamwambia wewe, sasa mchungaji kwa wapi atakayerudisha mtoto wangu tumboni? Akasema huyo aliyovaa pensi. Kweli baba pale upako kazidi, yani watu wamefurika. Watu wamefurika mle ndani, wamefurika. Imani na mimi kawa inanijenga. Yaani hapa nikajua kweli mtoto. Hiki ndio kiti nilikuwa nakalia wakati maisha magumu ya huduma na waumini hawatoagi sadaka. Na hiki kiti alitoa sadaka mtu wa Sumbawanga, mkoa wa Sumbawanga, anaitwa Majaliwa. Sadaka hii bado inashuhudia, anasubiri taji yake mbinguni. Hiki kiti kina miaka 20. Hiki kiti kina miaka 22. Ilikuwa mwaka 2004. Mtu alitoa sadaka hiki kiti. Kabla ya kiti hiki nilikuwa nakalia mabenchi. Nilikuwa nakaa kwenye mabenchi, lakini Yesu alikuwa anaponya wagonjwa. Lakini Yesu alikuwa anafungua wagonjwa. Kitunze sana hiki kiti kiongozi. Tuendelee. Basi pastor pale alikuwa anaimba mwimbo wa kuabudu. Namshukuru Mungu ule. Basi pale kweli tukawa watu wanaimba, watu wanaabudu, wanaimba. Ila sasa mimi akili yangu nikawa namtafakari. Huyu pastor tatendewa kweli mimi muujiza huu? Lakini sio muda mrefu alivyoingia kwenye neno. Pale nilipokaa yeye utafikiri alioneshwa huwa wanaoneshwa na Roho Mtakatifu. Nilivyokaa pale akawa anashuhudia pale kwamba kuna mtu amekuja humu na tatizo. Kweli mimi nikasema ameniona au Daina amemwambia. Basi kweli baba akawa anahubiri pale, anahubiri. Akasema huyo dada asimame. Nikawa nimesimama. Wala sikumwambia kusema eti mimi nimepotelewa na kitu fulani. Yeye mwenyewe akawa amenigusa tumboni. Yaani kusikia muujiza, kweli mimi nilipokea muujiza. Yaani alivyotugusa kwamba rudisha mtoto wake.
Wenzangu wanajua mtoto anagongea hapa, mimi aligongea chini. Yaani aligonga mtoto. Nikasema hii kali. Basi kwa kweli yani nilitoka na mshangaa huyu Mungu. Yaani mpaka dakika hii na mshangaa huyu Mungu. Hata mtoto wangu akitoka shuleni akija na mshangaa sana. Nasema huyu Mungu kweli yupo. Wapendwa, Mungu yupo. Hata mnaotaka kuzaa Mungu yupo. Mimi peke yangu nilipokelewa muujiza, alafu niliona ni muujiza wa ajabu sana. Pale penye kiti namwambia Daina, namwambia mtoto amerudi ila anachezea chini. Daina akasema amini mtoto amerudi. Kweli baba aliniombea sana. Akasema nenda kapime. Hapo mimba inaelekea miezi 9. Naenda kuzaa sasa. Basi nilipofika miezi 9 kwenye tarehe 25, maana pale nilikuwa nimeenda kwenye tarehe 20. Tarehe 25 mtoto kweli tena alianza anapotoka kuchezea chini. Anacheza. Nikamwambia Daina, mimi sasa mtoto anacheza. Kweli mtoto atatoka? Akasema mtoto atatoka. Na ni mtoto. Kwenda pale hospitalini, daktari akaniambia mbona kadi yako imeandikwa no baby? Nikamwambia mimi nimeombewa na mtumishi fulani wa Kabenga. Mtoto wangu amerudi. Najifungua mtoto. Basi kweli pale wakawa wameitana watu 3. Akaniambia mtumishi gani wewe Mwakabenga? Nikasema ni mtumishi fulani Mwakabenga, ameniombea. Akasema basi uone huyo mtoto. Kweli kitandani nilipokuwa nimesimama walikuwa watu 3. Uchungu manake ulikuwa wa nguvu. Basi nilipopushi mtoto yule, wakaniambia tunataka huyu daktari aliyekuandikia hii kadi. Nikasema mimi nikamwambia namshukuru Mungu kwa sababu mtoto amefanyaje? Amerudi. Washirika wenzangu, yani toka siku hiyo mimi nina udhaifu, lakini najua baba yangu hajaniacha. Baba yangu anazidi kuniombea. Nataka tu kuwasihi washirika wenzangu, wenyewe mnataka watoto, madhabahu hii na watoto, madhabahu hii narudisha. Hata mzee mimi juzi ameniambia eti huko wanataka tuvae pini. Nikasema kipotee, Mwakabenga yupo atakuponya. Haleluya! Nikasema sisi tuliookoka hatuvai pini. Sisi tumeokoka pamoja na watoto wetu na waume zetu. Vitapotea hao, na kama vinapotea, mzee kipotee nikupeleke kwa Flama Mwakabenga. Na kikipotea tu najua huyu mtumishi aliyemwombea Flama Mwakabenga na yeye atamuombea kitarudi. Kwa hiyo mimi nilimwambia hizo ni biashara tu wanazofanya hao. Sisi tunataka vipotee ili watumishi wa Mungu tujue kazi yao ni nini. Asante, makofi na vigelegele kwao. Barikiwe mama, asante. Yesu akubariki sana. Asante sana. Shuhuda zipo nyingi sana. Muda ndio hautoshi. Haleluya. Kama umebarikiwa chapia Yesu makofi na vigelegele.